الصالحين بذكره وطاعته، فرتعوا في رياض الجنة لشغلهم لمرافقته وعبادته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. وبعد، الحمد لله. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatuna budi kurejesha shukrani zetu za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametufikia akatupa siha leo tukaweza kuinuka, tukaweza kupambaukiwa tukiwa ni wazima. Alhamdulillah, ni neema kubwa, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, man asbaha minkum mu'afan fi jismihi aminan fi sirbihi 'indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Yeyote ambaye amepambaukiwa miongoni wenu, mu'afan fi jismihi au fi jasadihi, ni mwenye kupewa afya, Mwenyezi Mungu amemwafu, amemwepushia kila magonjwa katika mwili wake. Amina fi sirbihi, ni mwenye amani, mwenye kupata amani, hana hofu katika nafsi yake au katika mali yake na watu wake. Indahu qutu yawmihi, anawe chakula cha siku hiyo siku ambayo kwamba amepambazukiwa, yani anao chakula cha siku. Fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, huyo mtu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote. Je, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa siha wiki mzima, hauna hofu, ni mzima katika mwili wako, itakuwa ni namna gani au yatakana vipi tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo ni mfalme wewe leo ukiamka ukiwa ni mzima, alafu nyumbani kwako wewe ni amin. Na tumtakia rehema na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na alizake na masahaba. Kama ada, darasa inaendelea na ni amri, kufuata amri tu ndio tumetangulia, kwa sababu sifai au sistahiki kuzungumza mbele ya mashekhe zetu, wanazuoni wetu, masharifu wetu, lakini ni amri, natekeleza amri inshallah taala tayammunan wa tabarrukan, alafu baadaye wao watatuweka sawa. Mkusanyiko wetu huu ni mkusanyiko ambao kwamba kimuonekano yaonekana ni mkusanyiko au ni majlis madogo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni majlis makubwa, kwa sababu majlisi haya ni majlis ya ilmu, majlis ya dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu, kutaja jina la Mwenyezi Mungu, qala Allah, kukumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na majlis ya ilmu, fadhila zake ulama wametuambia kwamba kwanza tujue kabla ya yote kwamba ilmu ni ibada. Baada kwamba ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi kutafuta ilmu, lakini ilmu ni ibada, kwa sababu jambo la wajib haliwezi likatimia mpaka kwa hilo jambo, basi jambo hilo pia ni wajib. Ikiwa sisi hatuwezi kufanya ibada mpaka tujue hiyo ibada, namna ya kufanya hiyo ibada, basi tujue kwamba ilmu pia ni ibada. Ndio ukipata ilmu ndio waweza kufanya ibada. Na kitu cha kwanza ambacho ni wajibu kwa binadamu ni kumjua Mwenyezi Mungu. Awal wajibu na insani maarifatul ilahi bistiqani. Jambo la kwanza ambalo ni wajibu kwa binadamu ni kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujua dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi binadamu Mwenyezi Mungu malamu ametuumba ni kwa ajili ya ibada, lazima tujue namna gani ibada itakana tufanye vipi, kwa sababu yoyote ambaye atafanya ibada basi na elimu, ibada yake itakuwa haitokubaliwa. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kwa hivyo majlis kama haya ni majlis makubwa sana, ndio wanazuoni watuambia hudhuru majlis ilmin khairun min an tazurahum wa an tushayyi'ahum wa an tarka'an. Kuhudhuria majlis ya ilmu ni bora kuliko kuwazuru wagonjwa alfu na kushajiisha, kusindikiza jeneza alfu
na wa antarka na kuswali swala ya sunna 1000. Na haya yamepokewa kwa Sayyidina Abi Dharr kwa amesema hudhuru majlis ilmin khairun min iyadati 1000 maridin wa tashyi'i 1000 janazatin, mpaka mwisho. Na al-Imam Shafi'i asema babu min al-ilmi nata'allamuhu wa habbu ilayna min 1000 rak'atin tatawwu'an, lango moja tu kutokana na ilmu twajifundisha ni bora zaidi kuliko rakaa 1000 za kujitolea. Kwa sababu gani majlis ya ilmu ni bora kuliko ya tashjii janaiz? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia yoyote atakayefuata jeneza, atakayesindikiza jeneza atakuwa na qirat, atakayeshinyisha mpaka kuzika akarudi atakuwa na qiratani. Qirati akasema ni mfano wa jabal la Uhud, lakini hivyo hivyo wanazuoni wakasema hudhuru majlis ilmi ndio bora. Ukiangalia iyadatul marid ni jambo ambalo ni haki ya Muislamu kumfanyia Muislamu wenzake akiwa mgonjwa aende amtembelee. Sababu ni kwamba kule kujua kumtembelea mgonjwa, kufanya tashjii janaiz, yote hujulikana bahala kama hapa penye ilmu, kusikia maneno ya wanazuoni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukusanyia au alitutajia makundi manne, tuwe katika makundi haya. Kuna kundi la 5 ambao Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha tusiwe. Mtume alituambia kuna aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamisa fatahlika. Atuambia kuwa mwanachuoni katika maisha yako, uwe ni alim ambaye wanufaisha watu. Ukitokuwa alim, kuwa mutaallim mwenye kujifundisha ilmu. Ukitokuwa mwenye kujifundisha ilmu, kuwa ni mustami', kwa sababu istimai ina taathiri. Kuwa ni mwenye kusikiliza, kuketi katika majalisi ya ilmu kusikiliza, kwa sababu kule kusikiliza kuna taathiri. Ndio maana makureshi wa Maka, kufaru Quraysh, walikatazana la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Vile kusikiliza ina taathiri, ndio Mwenyezi Mungu katika nyingine asema fabashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu akawasifu wale wenye kusikiliza. Kule kusikiliza kwako darasa itakuathiri na utapata ilmu, utazidi. Bikadri al-istimai yakunu al-intifa' wa bikadri al-intifa'i yakunu al-irtifa'. Alafu nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema au muhibban, au uwe ni mwenye kupenda majalisi ya ilmu, kuwapenda wenye ilmu. Alafu akasema usiwe watano, manake wewe yani si alim, si mutaallim, si mustami', si muhib, huko katika haya makundi manne itakuwa ni kuitwa jahil. Mtume sallallahu alayhi wasallam usiwe watano. Watano ni yule mjinga, manake yeye si alim, si mutaallim, hapendi kuhudhuria katika majalisi ya ilmu na hapendi kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuketi katika majalisi ya ilmu. Majalisi ya ilmu yaingia katika dhikri. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia idha marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadul janna ya Rasulullah? Qala hilaqu dhikri au majalisul ilm. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema pindi mtakapopitia majalisi ya ilmu, farta'u, basi lisheni, kuleni, ketini. Mkipita sehemu watu wasomeshana darasa, wasoma ilmu au dhikri, watu wamekusanyika kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba wakamuuliza riyadul janna nini? Mabustani ya pepo ambayo umetuamrisha kwamba sisi tukipitia tulishe, tukae, ni majlis gani? Mtume sallallahu akawaambia ni hilaqu dhikri, ni halaka ya dhikri, ni kusanyiko ya dhikri, ni majalis ya ilmu. Ulamai wameeleza hadithi hii wakasema Mtume sallallahu amefanya tashbih majalisu dhikri na riyadul janna kwa ajili ya maana, kuna maana matano. Maana ya kwanza, peponi watu wakiingia ndani ya pepo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-ayun,
ndani ya pepo kuna mambo ambayo yatamani nafsi na yasikia ladha. Yani ukitamani tu peponi, ukitamani kitu fulani, ukitamani kuona kitu fulani, pale pale utapata. Na watu wa majalisi dhikri Mwenyezi Mungu huwapatia pasina kuomba. Kwa hadithi ya Mtume sallama, man shaghalahu, Mwenyezi Mungu asema yeyote ambaye tamshughulisha mimi dhikri, kunitaja mimi, masalati, na maombi yangu, yeye akaacha kuniomba akawa ananitaja mimi, a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilina, nitampa kitu ambacho ni bora zaidi kuliko yale ambayo kwamba ninawapatia wale wenye kuniomba. Ndio maana ya kwanza Mtume sallama kufanya tashbihi haya. Maana ya pili akasema peponi wenye kuingia pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita ni rahma. Wa amma alladhina biyadhat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Pepo Mwenyezi Mungu ameita ni rahma. Na majalisu dhikri Mtume sallama asema watu wakikusanyika kwa ajili ya dhikri illa ghashiyatuhumur rahma, yani huwafinika rahma. Maana ya pili wakasema ni. Maana ya tatu wakasema wenye kuingia peponi ni suada, wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa bahati wakapata saada, ndio wataingia peponi. Wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ata'an ghayra majdud. Na watu wa majalisi dhikri ni suadai. Kwa hadithi ndefu Mtume sallallahu asema Mwenyezi Mungu ana malaika ambao ni wenye kuzunguka, wanatafuta halakati za dhikri, kisha wanahudhuria, wanarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awauliza, na ifili hali yeye ajua, awauliza mmeonaje? Wanasema tumeona waja wako. Anawauliza je, waja wangu wanaomba nini? Wanakuomba pepo. Je, hiyo pepo wameiona? Lau wangeiona. Hadithi ikaendelea, mwisho kuna malaika Mwenyezi Mungu atawaambia basi mimi nawashuhudisha nyinyi kwamba nimewasamehe wale watu. Kuna malaika amwambia Mwenyezi Mungu ndani yao pana mja ambaye amekuja tu kwa ajili ya haja yake, ameona tu watu wamekusanyika, amepita, basi yeye pia akakaa hapo katika wao. Mtume Mwenyezi Mungu atawaambia humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, hawa ni watu ambao yule atakayeketi na wao hatakuwa ni shaqi. Ikiwa mwenye kuketi na wao si shaqi kwa ajili yao akawa si shaqi, je wao faula yakunu suada. Kwa hivyo maana ya tatu ni ya nne. Maana ya tano, maana ya tatu ni maana ya nne, kwamba watu wa peponi wakiingia peponi Mwenyezi Mungu atuambia jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Watu wa peponi wakiingia peponi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu asema pepo ambayo wataingia wao na wale ambao kwamba wamewasili kutokana na dhuria vizazi vyao, wakiingia sasa malaika huingia peponi kuwapa tahnia, kuwapa pongezi, wanawaambia salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Katika aya nyingine watatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, watawaambia hii ni siku ambayo Mwenyezi Mungu amewaagiza. Maana ya tano, Mwenyezi Mungu asema watu wa peponi, yeyote atakaingia peponi fahuwa fi ishatin radhiya, atakuwa katika isha mardhiya, maisha yenye kuridhiwa, ambayo mwenyewe akiingia anaridhia. Na mtu akipata maisha yenye kumridhisha, moyo wake hutulia, nafsi yake upata itminani, upata utulivu. Na Mwenyezi Mungu sehemu duniani ambayo Mwenyezi Mungu ametaja watu nyoyo zao upata utulivu ni sehemu gani? Katika majalisi dhikri, pale aliposema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Inshallah taala mpaka hapa tutakoma inshallah. Kama nilivyosema, shekhe letu atatuweka sawa tupate tustafidi zaidi kutoka kwake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.